All right, it's another day. Siku nyingine tena mwalimu wako Charles Nduku, Mr. Brand, corporate trainer, mwandishi, proud husband and father. So welcome to the class. Tunatamani kuendelea na ile part 2 ya personal branding. I am sure the key exciting part ilibaki, you know, how to build a brand, which I'm sure most of people are waiting to hear from. So natamani sasa tuendelee kutokea kule kwenye part 1 ambako tumejifunza what is personal branding and what does it kill to be a personal brand. So right now we are getting into how do you build your brand. So kuna elements tatu ambazo kabla sijaje kuzungumza kuhusu namna ya kutengeneza brand yako, elements tatu za muhimu sana za kuzingatia, ambazo ndo kama the key drive of a person. Yani mtu, tunasema huyu mtu ni mtu, this person is a person of integrity. Integrity means the image, the character and the reputation. These are the 3 blocks of your identity. Even though vinajenga utofauti wako kwenye maisha na vinajenga wewe who you are. Your image, your character and the reputation. Image ni nini? Image ni nini? Image is how you want us to see you. Is how you present yourself to the public. Namna gani unajipresent huko duniani. Yani leo umeamka asubuhi, umevaa nguo ulizovaa, unatamani kutuonyesha hiyo image yako. That's what you want us to see you. That's how we want the world to see you. So image is a public representation of yourself. No matter people are so much concerned when they want to get out, because that is the image. Na dunia nzima ina trade on the image. They trade on the image. They really trade on the image. Na kwenye first world countries wametuzidi mapema, they know that secret mapema sana. You can see they filter even on the mainstream media what to portray and what not portray, kwa sababu they really understand the impact of and the power of the image that they build. Na sisi, of course, Africa, we are still struggling on that. We almost share everything, which is I don't sure that does make sense, kwa sababu hata nyumbani kwako kuna vitu lazima ni vya kwenu na familia tu. Hiyo kuna vitu hata mgeni akija, you want to keep your sitting room organized. Why? Kwa sababu you want a guest come in to see that image that you want them to have. Kwa hiyo image, that's where the world trends on. They trade on the image. Kwa hiyo na sisi na tunatengeneza image. Of course, I don't want you to create a fake image. I want you to create an authentic image. Yani image ambayo ni inakupa uhuru, inakupa kujiamini, inakupa wewe. Sasa watu wengi wanaenda kwenye image, wana overdrive. They try to portray a very big image with a very poor character. So sometimes mambo yanashindwa ku match. So image is how you want us to see you, but very much authentic. Usije uka overstretch. Kuna rafiki yangu mmoja sema naye chuo, alikuwa zamani anataka kutoka na bidii azime shati kwa washikaji na nini. You know, that's not being authentic enough, kwa sababu you miss being yourself. So the image, the biggest image of all is how you see yourself. Ndani yako, sio nje yako, ndani yako. So imagine how you want to see you. Kwa hiyo nakumbuka kuna kipindi Obama alikuja Tanzania, the former president of US came in Tanzania, na kumbuka lami zidekiwa, you know, bombs ziliondolewa kwa muda barabarani, just to make sure the image that the president got from this country, kwamba sisi hatuna foleni, baba yetu ni safi, kuko poa. That was an image literally we were building. Hata ukipiga picha nyumbani kwako leo, sebuleni kwako na chumbani kwako ni tofauti. Chumbani kuko kidogo, unaweza kuko nguo zimedondoka chini, kuna nini, lakini sebuleni kuko very much organized. Why? Kwa sababu sebuleni is a place where you showcase your image. Chumbani kule ndawaambia nini kuna represent. So that is the image. So cha pili ni character. Character now
is how you want people to see you, is how you want people to na hapa kwenye character tunasema unaweza ukadanganya kwenye image huku ukaonekana vizuri, lakini character nao ni vitu ambavyo havibadiliki. They are there with you forever. Na ndio maana unasema sebuleni ni image, chumbani kule ni character. Sasa kule chumbani ndo unakuta nguo imeondoka chini, lakini sebuleni kuko neat. So character is a permanent yourself. Ndio maana hata kwenye courtship, kwenye mahusiano, watu wanavyoanza ile stage ya mwanzo ya uchumba, mara nyingi tunaonyeshana image tu. Kila mtu anakuja amevaa vizuri, ananukia. That is the imaging. Lakini sasa mkioana, mkiishi sasa kwenye ndoa, mnaanza kuishi the character, the real self of each of us, each of you. Yani kila mtu anaishi yeye. Sasa pale ndani unagundua mwenzio anakoroma, unagundua mwenzio kumbe kuoga mpaka mpigiane kelele. That is a real person. Lakini huku kwenye courtship kama kuna kila mtu yuko organized, everything is fine. So but character is a real self, the real is yourself. Ndio maana unakutana na mtu unasema yule mgeni tunaambiwa anakuja ndio huyu. Maana yake nini? Image uliyopewa ni kubwa kuliko character unayoiona pale. Kwamba yule mwalimu anakuja kutufundisha ndio huyu. Yaani maana yake inawezekana kuwa image unayopewa ni ndogo kuliko ukubwa uliokutana nao kwenye character. So na hapa ndio jamani natamani nitengeneze baseline. Image yako lazima ifanane na character yako. Yaani uwezo kuwa umevaa vizuri sana alafu unatukana watu barabarani all the time. Maana yake nini? What you present to the world doesn't carry the weight of your character. Ndio tunasema character means no matter alphabet zinaitwa characters. They are alphabet, they don't change. In Russia, in Kigoma, in US, in Australia, they're still the same. They're characters. Ziko vile vile A in Zambia is A in Dar es Salaam. Yani they don't change. Kwa hiyo character yako lazima ibebe na image. Na sasa hivi dunia yetu sasa hivi social media is an image world. Uko social media, uko Snapchat, whatever it is, that tunaonyesha tu image. Lakini the real deal is the character. Ukisema kesho nitawahi na ukawahi kweli, kuwahi saa moja is a character. Kuahidi ni image. So that is the concept. Lakini cha tatu ni reputation. Reputation now is how people see you based on your image and character. Kwa hiyo kuna mstari hapo na match. Image how you portray, character the real authentic, alafu reputation ni public opinion. Say yule bwana safi sana, mtu poa sana. Yaani akisema anafanya. Maana yake nini? Image na character zake zina match. Watu wanavyokuona nje wanasema this guy is a real deal. Sasa kuna watu wanavyoonekana ni tofauti na matendo yao, na ni tofauti pia na watu tunavyowaona, kwa sababu there's no match. We are not angels, but you need to balance these three. How you portray yourself, your character, and your reputation. Watu wanavyokuona huko nje. Sasa let's dive in kwenye how do you build your brand? How do you build your personal brand? Hapa ndo eneo la muhimu sana ambalo natamani kila mmoja asikilize na achukue notes na akafanyie kazi hivi vitu. Cha kwanza kabisa, kutengeneza brand yako kwenye kila kitu unachokifanya. Unauza mandazi, unauza bagia mtaani, unauza miwa, unauza chochote. Number one, cha kwanza do extra. Fanya zaidi. Extra, kufanya zaidi is not a skill. It's not a level of degrees you have. Doing extra is a mindset. Ni mtazamo ulionao. Kufanya zaidi ni maana yake nini? Kujiongeza, kwenda zaidi ya maelekezo. Na unakumbuka shule tulikuwa tunaambiwa jibu maswali 5. Shule, ukijibu 6 unakosa mtihani kwa sababu hujafuata instructions. But in this huku kwenye mtaa ni tofauti kidogo. Ukiambiwa tuletee wateja 5, ukaleta wateja 10, tunakupenda zaidi. So you can see the shift of the paradigms. Shule tunaambiwa follow the instructions, lakini mtaa unasema we want you to go extra miles. So you need to go beyond that. Ndio maana tunasema kwenye kujifunza tunasema you learn and unlearn. The street wants you to go beyond, want you to do extra. Na ukifanya zaidi hakuna competition. Ndio maana maofisini
Wanaowahi sana ni wachache mno, hawashindani, wako wachache, 2, 3, 4. Wanaochelewa huku kwenye line, huku kwenye mstari mwekundu pale ni wengi sana. So if you are just an extra person, you face no challenge, you face no competition. But if you are an ordinary person, unakuwa na competition. Kwa hiyo whatever that you touch, na hii video naomba ikukumbushe, chochote unachokifanya, wewe ni mchungaji, wewe ni shekhe, wewe ni nani, whatever, wewe ni mchunga ng'ombe, wewe ni mfugaji, wewe ni anything that you do, swala la msingi la kujiuliza ni moja tu: cha ziada hapa ni nini? That question, hilo ni swali ambalo haumdai mtu yoyote yule, unajidai mwenyewe. Yani maana yake unajirudisha kwako kwamba I need to stretch myself beyond my comfort zone. Kwa hiyo lazima ujiulize, mwaka huu umepita, nimefanya nini cha ziada na mwaka jana? Kwenye kazi yangu hii ninayoifanya, cha ziada nimefanya nini? If this is my report, cha ziada kwenye report yangu ni kipi? So I want you to pose this question of excellence in yourself every time you touch anything. Lazima ujiulize swali. If you're a driver, cha ziada ni kipi? Yaani leo unaweza kuwapa madereva wawili magari, ukampa dereva A na dereva B. Madereva wafuate baada gari mpya kabisa, wote 0 km, after 5 months or after 2 months, ukiwafuata madereva wawili, hizi gari zinatofautiana. Kuna gari moja iko neat, kuna gari nyingine unajikuta imechoka kidogo. Same route, same car, same model, different drivers. So tofauti nini? Huyu mwingine ana cha ziada anafanya, anaendesha gari vizuri, analifanya usafi, anapenda kazi yake. So na wewe na kuomba leo, kwenye chochote unachokifanya lazima ujiulize swala la msingi: cha ziada hapa ni kipi? Hii itakufanya uende mbali sana. Itakufanya usimame kwenye grupu la watu 10 ukaonekana wewe. Sasa makazini, mazingira ya kazi, ukifanya zaidi unaonekana na wewe ni kihelehele, chawa, Pro Max. You want to impress your boss, but I can guarantee you the next promotion, the next bonus ipo kwenye kufanya zaidi. Na watu watakusema hivyo kwa sababu wanatamani wewe wa kawaida kama wao. Kwa hiyo hizo sauti za nje za kukuambia wewe unajipendekeza, unawahi sana kazini, unashare kwenye kampuni, let that voice come na zikurudishe nyuma. Kwa sababu hizo sauti zinataka kufanya hakuna zaidi, zinataka kufanya uwe wa kawaida kama wao. So life is you against yourself. Lazima uamue kwamba no, I am doing for myself. I am doing for my inhalation. So number 1 is doing extra. Number 2, cha pili kwenye how to build your brand, your personal brand. Number 2 is the people that you hang with, watu wanaokuzunguka, the people that you associate with. Who is your friend? Watu wanaokuzunguka, marafiki zako ni akina nani? So make sure you have friends ambao wanakusaidia kukua. They compliment on your fault, they compliment on your weakness. Watu ambao wanakusaidia kujua ambacho wewe hukijui. Kuna msemo wa maarufu, your network is your net worth. Watu wanaokuzunguka na kila nani? Who is your friend? Literally. Ukiwa kwenye kundi ambao unawazidi watu wote akili, hilo ni kundi, sio kundi sahihi. If you are smart in the group, you are in the wrong group. If you are smart in the group, that is not your group. You have to be in a group where you're challenged, you learn new stuff. Sasa wewe ukikaa leo na watu nao wazidi wote, maana yake wewe hujifunzi kitu kwao. So make sure you're in a group where you get challenged. Unasema no, I say, kuma mimi ndo peke yangu, sina private jet. So that is your question. So you really have to push yourself up eventually when you're in that group. Na ukikaa na watu wajinga 5, wewe ni mjinga wa 7. Ukikaa na waelevu 5, wewe ni mwelevu wa 6. So make sure you belong in a group where you get challenged. You challenge your core starter, you challenge your comfort. Na hapa watu wengi tunatamani kukaa na watu ambao tunawazidi ili tuitwe bosi, unajua mkurugenzi, tukao na kutegemea wewe tumefika basi tununulie bia. Yaani unaona, this is where you belong, you don't belong there. Yaani hapo umekaa na watu ambao wanakuangalia wewe kama fursa, that's it. Lakini ukaa kwenye grupu ambayo
you get to, okay, yes, I have to rev up myself, I have to grow up this way. That is very very important. Na naweza kukupa mfano kwa watu wanaokuzunguka namna gani wanaweza kuwa na impact. Hawa watu wanaotuzunguka kwenye maisha yetu, ukiangalia mfano wa wanyama, mimi napenda sana kuangalia documentaries za wanyama. Ukiangalia zebra na nyumbu, these two animals ni marafiki sana. Nyumbu na zebra, they are two good friends in the jungle. But when you lead their symbiotic relationship walionayo ni kubwa sana. Wanategemeana. Nyumbu ana uwezo mkubwa sana wa kunusa maji na chakula, green pastures and water. Nyumbu. Zebra has a very big ability to detect predators around. Ana uwezo mkubwa wa kudetect maadui, kwamba hapa tunaweza tukaliwa muda wote. Zebra has that ability and that is an inborn ability. Lakini pia zebra anakula nyasi za chini, anakula the low grasses, lakini nyumbu anakula the higher grasses. So you can see how they complement each other. Kwa nyumbu akikimbia, zebra akikimbia, nyumbu hajiulizi swali, kwa sababu anajua amekimbia my security partner. Kwa hiyo na mimi nikimbia kwa sababu mimi sina uwezo wa kudetect danger around. Lakini pia zebra, kuna uelekeo nyumbu akienda anamfuata, anajua huyu partner wangu anaona kama amenusa maji mahali. Sasa swali linakuja kwako, is your friend a zebra or is your friend a wildebeest? So if your friend is a zebra, you're good. You be a wildebeest, then you complement each other. Mnabadilishana uwezo. Kwa kama kazini unachelewa na rafiki yako anakuambia, no my brother, you are now coming too late at work, what's up man? So mnakaa mnaongea, anakuambia no please bana, kuna 1 2 3. Lakini kama mnachelewa wewe unakuambia kamua, chelewa hivyo hivyo, wakomeshe. Manake nyinyi wote ni nyumbu au nyinyi wote ni zebra, you know, you be spelled out. So make sure you have a good friend, the person who is next to yourself. Number 3, how to build your brand. Keep learning. Kujifunza. Jamani, kujifunza ndo msingi wa ukuaji. Learn, yani soma, sikiliza, expose yourself. Sisi duniani wana wanafunzi wa kudumu. Hakuna mtu anayejua kila kitu. No one on earth. Keep on learning every day. Kwa wakubwa na wadogo. Be humble humble yourself to learn. Listen. Jifunze tena na tena. Soma. Kuna yani kipindi tunasoma chuo, unasema mimi nikimaliza masters au nikimaliza degree yangu ya kwanza hadi sitasoma tena. Kumbe ndo kwanza ukurasa unaanza upya. So get yourself understanding in all your gettings. Kwenye vyote unavyopata duniani, get wisdom. Na sehemu ya kupata wisdom ni kujifunza kwa watu wengine, kusoma. That one will help you to grow your brand. Ukifika mahali, ukifungua mdomo, tuna uwezo wa kusema tukusikilize au tuachane na wewe. Why? Because of the knowledge that you carry. Point number 4 on how to brand yourself ni how you position yourself. Strategic positioning. Namna gani unajiweka to attract what? Strategically manake ni nini? Unatafuta watu unaowataka kwenye maisha kwa sehemu pia unazoenda, sehemu unazokaa. Nakumbuka kuna siku nilipia gym mahali. Nilipa hela nyingi kama 500 hivi. To me that was a lot of money. Yani kunyanyua chuma tu 400, 500. Lakini kwa sababu kuna mtu nilikuwa namtafuta pale, nilikuwa siwezi kumpata sehemu nyingine yoyote. Na pale ilikuwa sehemu rahisi sana kumpata. So positioning is very important, kwa sababu itakuletea watu kwenye mazingira ambayo wanakuona wewe kama ndugu yao. Positioning. Where do you go? Where do you eat? Which marathon do you run? You know. So those are the key questions you need to ask yourself. It's not every marathon you need to attend. It has to be very strategic position of that marathon. Unajua mimi nikienda kwenye marathon X, najua nitampata mtu fulani pale, kwa sababu najua yupo. Na ukikutana naye kwenye marathon, hamkutana naye yeye kama CEO, mnakutana wote kama marathoners, yani wote you runners. So from that now, it helps you to crack the conversation easily. Na binadamu sisi tuko hivi, nikikutana wewe kanisani kwangu, mimi nakuona ndugu yangu tayari. Nikikutana wewe kwenye hoteli X, tayari nakuona wewe ni
of the same level. Kwa hiyo it becomes easy for us to have a conversation. Kwa hiyo where do you go? Positioning yourself is very important. Ukiwaza kusubscribe kwenye gym yoyote, lazima ujiulize kwa nini hii gym najiunga. Je, ni kwa sababu tu iko karibu na nyumbani kwangu, au kwa sababu tu nikikaa hapa naweza naweza kukutana na mtu fulani nikazungumza naye kwa imani. Kwa lazima iwe strategic. Maana strategic positioning. Yaani leo ukitaka kununua nazi mtaani kwako unapokaa, unaweza kumtuma tu kijana wako nyumbani akafuata nazi akadukani kwa Mangi pale mtaani akachukua akarudi. Lakini ukiamua kuinunua nazi hiyo hiyo ukaenda kwenye supermarket, utatumia muda, utalipa parking, utatumia mafuta kwenda, probably utanunua ile nazi bei ya juu kidogo na huko mtaani. Vyote hivi una sacrifice, lakini itakuletea returns kubwa ambayo kwenye foleni ya kulipa pale kwenye supermarket unaweza kukutana na kiongozi ambaye umekuwa ukimtafuta muda mrefu, ukafanya naye kikao, ukazungumza naye pale, ukabadilishana namba za simu. So it is very very important positioning. Kwa mfano ukitaka kwenda Dodoma leo, unaweza kaenda kwa basi, unaweza ukapanda IT, unaweza ukapanda SGR, unaweza ukapanda ndege, these are the options. Ukipanda basi unalipa maybe shilingi 20,000. Haya. Lakini kwenye basi, most chances utakuta mtu anakuambia tu mahindi, utauziwa mahindi barabarani, utauziwa mayai, Lakini ukipanda kwenye SGR, ukapanda SGR yenyewe ukalipa VIP. Si kwa sababu ya sifa, hapana, kwa sababu ukikaa kule you are going to meet the VIP connection as well. Na ukipanda ndege, kuna rafiki yangu mmoja ananiambia kitu kubwa sana. Anasema ukipanda ndege ukalipa 2,500 kwenda sehemu, mwingine akalipa shilingi 20,000. Maana yake ni kwamba umelipia vikao utakaofanya kwenye ndege. Yaani mtu utakayekutana naye kule kwenye ndege ni mkubwa ambaye maybe umekuwa kumtafuta muda mrefu bila mafanikio. Lakini ukikaa naye kule anakuona of the same level, hata kama ticket umelipiwa, lakini kwako wewe ni advantage, itakusaidia kuconnect na yule mtu ukasonga mbele. So what I want to say is you really have to know where you're going. And hata mgahawa unaokula, unaweza kula mgahawa mmoja sawa ukalipa sahani shilingi 15,000. Sawa, umelipa hela nyingi. Lakini kukaa kwenye ule mgahawa tu, you potentially meeting the right people, the right person. So you really have to position yourself vizuri. Lakini ukikaa mtaani kule kwenye wale wa kushiba, sawa utalipa shilingi 2,000, umesave hela yako. Lakini literally the potential people ambao unaweza kuconnect nao na ukaendelea kutengeneza your brand sawa, inaweza kawa ni chances ni ndogo sana. Kwa hiyo simaanishi tusile mgahawa mtaani, hapana, lakini tule sehemu zote tunapoenda, it has to be very much strategic. Kuna watu wengine kuwapata ni msikitini tu. Kwa hiyo ikikubidi kufanya hivyo, nenda msikitini kwa sababu that is where you can connect. Kwa hiyo kuna watu wengine kuwapata ni kanisani tu. So all this stuff, they are part of the game as you build your brand. So make sure you position yourself correctly. Yaani unakaa sehemu ambazo zitakuletea tija, zitakuletea, unaweza kununua maji madogo kwa shilingi 5,000, lakini haununui maji yale, unanunua the ambience, the connection that can come around kwenye ile sehemu. Lakini huko mtaani huku ukiambiwa lipia hichi, literally utakwambia chukua mwenyewe hapo, hamna change. Lakini kuna sehemu kikaa, you literally enjoy and you meet the right people that you're looking at based on what you want to pursue. So make sure you position yourself ili ku-attract nini. Yani whatever that you do, it has to attract something. No, kwa hiyo lazima isiwe tu positioning, it has to be strategic position to attract the business that you want to grow, the person that you want to become, the clubs you want to join. Kuna clubs zingine unajoin why? Kwa nini unajoin? Kwa sababu unajua nikikaa hapa I am building a family that's I can easily connect with people. Ndio maana leo ukiona watu barabarani wanakimbia, unaona mtu asubuhi anakimbia barabarani, anakutana na mtu mwingine anakimbia, anamsalimia, ana wave. Why? Kwa sababu tayari hawa watu wana sense of proximity in terms of wanawaza kitu kimoja, wanafikiri maisha kwenye uelekeo mmoja.
Kwa hiyo kuna mtu leo ukutana naye kanisani anakuona ndugu yake tu kwa sababu mmekutana kwenye kanisa ambalo na yeye pia anaamini pale. So this is how you can eventually build your brand with the right network, with the right people ambao watakusaidia. Na nikuombe sana, ukikutana na hawa watu usiombe piga nao picha. No, please. Yani picha ni product ya nyinyi kuja kufanya kazi pamoja kwenye maeneo fulani. Ukiomba picha maana yake unamwambia kwamba huyu mtu, yani mimi kukuona wewe ni bahati na sitakuona tena. Maana yake you are downgrading yourself. Kwa hiyo ukiomba picha mara ya kwanza, basi atakuwa picha, basi imeishia hapo. Lakini picha, it has to come from the activities that you are going to do. Kwa hiyo before you get out, make sure you're content enough to be able to relate with these people. Na mimi nikuombe, yani ukikutana na mtu watu muombe picha. Sisi mtu kukutana naye tunamuomba access. Ukiomba access kwa mtu, huyo mtu ndo amekusaidia pakubwa. Yani kuna watu kwenye maisha yetu leo hatuwezi kuomba hela, kwa sababu kuomba hela kwetu sisi itaku-identify, itaku-brand kwamba wewe ni muomba fedha. So every time you call, wanajua 5,000 yake, 10,000 yake. Lakini sisi watu kama hawa hatuwaombi fedha, tunawaomba access. Na mtu yoyote mkubwa usimuombe fedha, muombe access, akufungulie mlango mwingine na huko fedha utaipata. So position yourself right, pack yourself well. Na this one will help you big time. Na cha mwisho cha 5 on how to brand yourself. Make sure you have the professional etiquette. Tengeneza, kwa Kiswahili nisemaje, manners, yani manners nzuri, yani etiquette, yani as you meet people, as you introduce yourself to the world. Ukikutana na mtu anakuambia karibu chakula kwa mara ya kwanza, kuna vitu you don't eat, kuna vitu you don't order. Yani umefika mtu umekutana kwa mara ya kwanza, unaagiza makange ya samaki, sijui weka na chumvi ya kutosha na pilipili nyingi, sijui na mimi napenda sana pilipili. Kwa mara ya kwanza umekutana na mtu, haujui pocket yake ikoje. No, the best thing you can order is you meet the person for the first time is water, maji, tena madogo, sio naomba ile kubwa lita 2.5. Maji madogo. That it helps you to keep the manner up. Ukikutana na mtu, simu yako weka sehemu ambayo haionekani, usiweke mezani hivi ikakaa juu mezani hivi. Simu inatakiwa ikae sehemu ambayo haionekani kabisa, to avoid distraction. So make sure you maintain all these small details, because they really much identifies you going forward. Ni vitu vidogo tu. Kuwa na notebook yako na kalamu pale. Ukikutana na mtu, it shows you serious, you mean the business. Fungua notebook, andika hata tarehe tu, hata kama huna agenda basi. Andika tarehe ya leo, tarehe 11 September. You understand? Andika hapo with your pen noted on the table. These are the small nuggets, they really make a difference. Huyo mtu cha kwanza kwenye notebook utachokiandika, akijitambulisha, mimi naitwa Charles Nduku, naandika pale jina lake Charles Nduku. Hii inakusaidia nini? Ukianza kuongea, baada ya yeye kumaliza kuongea, unamuaddress kwa kuanza na jina lake. I say Mr. Charles Nduku, nimefurahi kukutana na wewe. Wewe ni mtu wa maana sana na nafurahia na kazi unayofanya ni njema. That is how you start your conversation, with their names. Majina, kwa jina lake. Ndio maana notebook ukibeba kwenye kikao chochote, unaweza usiandike chochote, lakini usiache kuandika jina la mtu uliyekutana naye kwa mara ya kwanza. Kwa sababu jina, binadamu sauti yake tamu ya kwanza kabisa kuisikia kwa masikio yake ni jina lake. So make sure you produce that sound and it will make a lot of sense. So thank you so much. Na mimi hivi vitu 5 vitakusaidia, vitakuvusha mahali. So really make sure you do extra, you connect to the right people, you position yourself, you learn unstoppably, and lastly, etiquette, manners. You meet people, make sure you behave yourself. You meet the great people, make sure you talk less, you listen more. Asanteni sana. Keep on subscribing to our channel, share this content to your loved ones, na tuendelee kujifunza. So thank you so much and welcome
to the next season of content. Thank you so much.